wote hao. Tukisema no reforms no election, na tukaonya. Bahati mbaya nchi hii, mtu anakuambia hapo kuna shimo utadumbukia, na chawa anakuambia kwamba endelea tu, hiyo barabara inanyoka. Alafu ukiingia shimoni unataka eti umshughulikie yule aliyekuonya. Hivi kati ya yule aliyekupa onyo na chawa, nani anapaswa kushughulikia kwa yale yaliyojitokeza? Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu, na kwenye nchi hii mkuu ni Chadema. Kama tunapoendelea kuonya tena kwamba kuna crisis kama hawa watu hawatabadilika. Mimi nimeambiwa tangu majuzi kwamba na wewe wanataka wakukamate, wakubambikie kesi ya uhaini. Nataka nimwambie Samia, niko tayari. Sitakimbia nchi yangu. Hakuna siku hata moja nitakimbia nchi yangu, haipo. Kwa sababu mimi naamini katika demokrasia. Hoja, mpira uchezwe mezani. Kama hamkujifunza kwa yale mliyoyafanya tarehe 29, inaonekana bado mna kiu ya kuumiza Watanzania. Na mimi nawaomba wananchi, sisi hatuna polisi, sisi hatuna jeshi, sisi nguvu yenu ni nyie. Nguvu yetu ni nyie. Kama tusingekuwa na nyie, pengine mimi ningeambiwa nikimbie, lakini kwa sababu yenu najua hamtakubali tuendelee kuonewa. Ndio maana nimekuja kwenu kujitokeza kuzungumza nanyi. Nchi hii iko mahali pabaya, ndugu zangu. Wamekwenda kwenye kitu kinachoitwa uchaguzi. Wameua watu, maelfu ya watu. CNN inasema kuna makaburi ya halaiki za watu. Ripoti ya CNN, budget yake kwenye taarifa za kiuchunguzi ni zaidi ya bajeti 10 za Tanzania. Wanatumia satellite na equipment za kisasa zaidi. Wamesema kuna makaburi ya halaiki ya watu. Kwa sababu ya negligence, wameingiza nchi yetu kwenye doa. Wameua watu kwa sababu tuliwaonya, hawakusikia. Badala ya watu kurudi nyuma, kuretreat na kuona tumefanya kosa na kusema tumekosea na kusema Watanzania poleni, njooni tukae tuyamalize, bado wanataka kuendeleza mambo yale. Wazungu wanasema speed is useless when you are